hawana hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu, faida ya kwanza ya kuwa na hofu ya Mungu ndani ya moyo wako, hofu ya Mungu ikikaa ndani ya moyo wako, ina tabia ya kutafuta chakula. Inakula nini? Inakula zile hofu zinazoletwa na shetani kwenye moyo wako. Atazaliwa mtu jasiri hajawahi kutokea katika uso wa dunia hii. Yaani nakwambia hivi, atazaliwa mtu, yaani ukiwa tu na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ina tabia ya kunyonya vitisho vya adui, yaani zile hofu zinazoletwa na uchawi. Ndio maana mimi nilishawahi kutaka kupika bunge. Nasikia nishike tumbo lako. Mbona unanyama mtu tumboni? Unanyama mtu tumboni, unajua hiyo? Hujui? Imani. Mwinjilisti alihubiri siku ile. Mwinjilisti alihubiri siku ile kwamba uwepo mpaka wa kijinsia, lakini kuna kitu, huyu amelishwa nyama ya mtu kichawi. Unakumbuka uliwahi kuwa tunakula nyama? Ilikuwa mwaka gani? Ilikuwa mwaka gani? Nani mwingine waga na utanakula nyama hapa? Hata huyo aliyesimama mbele lazima huyo anauma tu, hiyo mrefu kama Goliati. Wewe, yaani wewe sasa una pepo kabisa wengi. Wewe una pepo kama utiti. Kile umelogwa tu kwa kuonea kupitia. Na maisha ya ndoa haya. Siku nyingine natembelewa kitu. Unaishi wapi? Naishi Ilamba. Ilamba huko kwangu? Karibu. Karibu na kwangu? Hapa ndio nyumbani kwako? Unasali hapa? Nasali hapa, nimekuja Jumapili mara ya kwanza. Mwenyeji wangu alikuwa Mama Bena. Ningeshangaa. Maana huwezi kusali hapa usifahamu. Una pepo wengi kama utiti. Tulia tu hapo nitawakuta. Hebu elekeza mkono wako. Sema Bwana Yesu. Kuanzia leo tunaondoa chakula katika tumbo hili kwa jina la Yesu. Hata unayeumwa tumbo, shika tumbo lako. Inua mkono mmoja wa kulia, wa kushoto, shika tumbo. Sema Bwana Yesu, kila chakula cha kipepo kilichoko katika tumbo hili kuanzia leo ninakiondoa kwa jina la Yesu. Ninakifuta kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kila chakula cha kipepo katika mwili huu nakiondoa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuanzia leo nakataa kila chakula nilicholishwa sio kwa hiari yangu, nakitoa katika mwili huu, katika tumbo hili kwa jina la Yesu. Inua mkono wako kaki.